jinsi gani ameadhibiwa kimwili na roho ikaokolewa. Ile adhabu ni adhabu gani? Na ile moyo roho imeokolewaje? Ni hivyo. Sawa. Sasa swali lako nimelisikia. Paulo anasema kwamba kuna aina ya uovu ambao ulikuwa kwa kanisa la Korinto ambayo haikuwa ya kawaida, ambayo mtu anafanya uzinzi na mke wa nani? Mke wa babake. Unaona? Sasa anasema mtu kama huyo, hata kama Paulo mwenyewe hayupo, lakini anasema mtu kama huyo mumpeane kwa shetani ili mwili wake uweze kufanya nini? Uweze kuadhibiwa, lakini roho yake iweze kuokolewa siku ya Bwana. Unasikia? Which means Paulo hakuruli out ya kwamba huyu mtu hajaokoka. Unasikia? Kama angekuwa hajaokoka, angesema huyu jamaa wacha aende angamie jehanamu kabisa. Unasikia? Lakini hakusema huyu mtu hajaokoka. Alisema huyu jamaa ni mwili ndio inafaa uadhibiwe, lakini nafsi yake, roho yake inafaa iokolewe siku ya Bwana. Unaona? Which means hakurule out ya kwamba huyu jamaa sasa ni jehanamu material, huyu anafaa aende jehanamu straight. Unasikia? Lakini anasema mumpende kwa ibilisi ili mwili wake uweze kuadhibiwa. Hata mzee anauliza ni adhabu gani hiyo ambayo Paulo anaongea juu yake. Unasikia? Ile jambo Paulo anasema hapa, anapeana instructions mstari wa 10 ya kwamba mtu ambaye, mstari wa 11, mtu ambaye ni anaitwa ndugu lakini ni msharati. Unasikia? Mtu mwenye tamaa mbaya, mtu mwenye kuabudu salamu, mtu mwenye kuharibia watu majina, mtu ambaye ni mlevi. Unaona? Ama ni mnyang'anyi. Anasema mtu kama huyo mumtenge. Unasikia? Sasa huyu ndugu kwanza alitengwa, akaekwa mbali na ushirika. Unasikia? Alekwa kando. Hiyo kutengwa tayari ilikuwa ni adhabu. Unaona? Alitengwa na kanisa. Unataka kujua alitengwa? Hebu angalia Wakorintho wa 2 mlango wa 2. Paulo anaandika juu ya huyu mtu tena. Mlango wa 2 kuanzia mstari wa 7. Anasema hivi. Kuanzia mstari wa 6 anasema, sasa anaongea kuhusu ile barua aliwaandikia ile ya kwanza. Unaona? Anasema sasa Biblia yangu ni Kiingereza. Yes, okay. Mtafsiri? Haya, sawa. Anasema, but if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part, that I may not overcharge you all. Sufficient to such a man is this punishment which was inflicted of many. Unasikia? Anasema huyu jamaa ile adhabu alipatiwa na wengi imetosha. Alafu anasema so that contrariwise you ought rather to forgive him. Unasikia? Anasema inafaa mumsamehe. Unaona? And comfort him lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Unasikia? Anasema inafaa muende mumfariji, mumsamehe ili kwamba ile huzuni, unaona, isimfanye hata ibilisi ammeze. Unasikia? So Paulo anamrejesha ujamaa wa ushirika. Wherefore I beseech you that you will confirm your love toward him. Unaona? Regesheni upendo wenu kwake. Unaona? Maana walimtenga na jamaa kweli ameumia. Unaona? Amekosa ushirika. Na adhabu hiyo. Hiyo adhabu imemuumiza. So Paulo anasema mregesheni kwa ushirika. Unasikia? Lakini asemi ya kwamba, unaona, hajatuambia huyu jamaa sasa ni wa jehanamu. Hapana. Sisemi hivyo. Unasikia? Huyu jamaa hajatuambia ni wa nini? Unaona? So anasema mumregesheni kwa upendo. So huyo ndugu baadaye alirudi kwa ushirika. Unaona? Maana Paulo alikuwa haadhibu roho yake iangamie. Alikuwa anataka huyu jamaa aadhibiwe mwili. Unasikia? Aadhibiwe sababu ile dhambi alifanya, lakini alikuwa si kwamba anapoteza
wokovu. Unasikia? Sasa kuna swali ilichipuka. Swali ikawa ni kwamba je, mtu ameokoka, unaona, labda kiongozi kanisani, alafu amefumaniwa kwa nyumba ya mtu fulani na mke wa mtu, unasikia? Bwana huyo mtu akampata kwa hiyo nyumba, akamuua, akampiga, akamuua. Sasa swali ikawa ni kwamba huyu jamaa anaingia mbinguni ama anaingia jehanamu? Unasikia? Haya, wacha nijibu hiyo swali. Sasa unajua uokovu sio kitu unavaa na unavua. Unasikia? Jibu nzuri ni hii. Mtoto wako atakoma kwa mtoto wako siku gani? Hakuna siku atakoma. Hakuna siku atakoma kwa mtoto wako. Hata akiba, hata ingie kamiti, afungo jela kamiti huko, hata wahi kwa mtoto wako, si ndio? Ataendelea kwa mtoto wangu. Sasa hebu nikuulize, na hiyo tu ni mambo ya kimwili, unasikia, ambao ni temporary, unaona? Sasa niambie uhusiano wa kiroho ambao sio temporary, ambao sio kifo inaweza maliza. Uhusiano wa kiroho umefanyika mwana wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu ndani yako, unaona? Wakati unafanya dhambi, huo ushirika na Mungu wa uwana unaisha. Dhambi hutenga ushirika wa Mungu na mtu. Kweli? Dhambi hutenga ushirika wa Mungu na mtu. Okay, na mimi niko na swali hapa. Nikifuatilia yenye mzee hapa anasema. Je, kama swali utenga ushirika wa dhambi, utenga ushirika wa mtu na Mungu. Na dhambi bado iwezi tenga ushirika wa baba na mwana. Je, mbona hiyo dhambi iwezi tenganisha wewe na mtoto wako, lakini unasema inatenganisha na Mungu? Hiyo ni aje sasa mzee wangu? Okay, hebu muendelee. Haya, sasa unajua dhambi, hebu sikiza, dhambi haiathiri Mungu. Dhambi inatuathiri sisi. Unajua kwa nini? Wakati nafanya dhambi, kwanza dhamira yangu inanihukumu. Unasikia? Ile confidence huwa niko nayo ya kwenda kwa baba ninaikosa. Unasikia? Mtoto wako akikosea, hakuna ile freedom ya kuja kwako, anatoroka. Si ni kweli? Maana anajua amekosa. Ujasiri hili inapotea. Unasikia? Na hiyo ndio shida ya dhambi. Dhambi wewe inafanya binadamu anakosa ujasiri, siko bahati Mungu amekwazika. Unasikia? Ile kitu ambao ukwaza Mungu tukifanya dhambi, Mungu anajua athari za dhambi kwa maisha yetu. Unaona? Ni kama uone mtoto wako anacheza kwa maji chafu, maji ya sewage. Wewe unajua hii maji ya sewage imejaa magonjwa. Unajua venye itamwadhiri, huwa haufurahii. Si ni kweli? Si kwamba ile maji ya sewage inakuadhiri wewe, hapana. Unasikia? Lakini inamwadhiri nani? Huyo mto. Hata Mungu pia huwa anaangalia na anaona hiyo. Anajua ndio dhambi haimwadhiri, lakini anajua hiyo dhambi the way itakuadhiri wewe hata furahia. Unasikia? The way hiyo dhambi itakushughulikia, the way hiyo dhambi itakufanya, Mungu hafurahishwi na hiyo. Unasikia? Lakini dhambi haimtengi Mungu na binadamu. Maana kama dhambi ingekuwa inatenga binadamu na Mungu, unasikia, Mungu hangekuja kwa Adam baada ya Adam kufanya dhambi. Si Adam alimwendea Mungu, ni Mungu alikuja. Si ni kweli? Unakumbuka Kain anapanga kuwa ndugu yake. Unasikia? Sio yeye ndio anaenda kwa Mungu. Ni Mungu alimkuja akamwambia, wewe nimeona dhambi inakuinda na ujipange venye utashughulikia. Unaona? Katika historia yote ya Biblia ukisoma, si binadamu alikuwa akienda kwa Mungu, ni Mungu alikuwa anakujia binadamu. Unasikia hiyo? Halo? Ni Mungu ndio alikuwa anakuja kwa binadamu. Si binadamu alikuwa akienda kwa Mungu. Maana dhambi huwa inafanya binadamu atoroke kwa Mungu. In fact ni Adam alikuwa akitoroka kujificha. Ni kwa nini? Dhambi ile ina expose uchi wako. So dhambi inakufanya utoroke.
hiyo dhamira ya kufanya ukose ujasiri wa kumwendea Mungu. Unaona? Lakini ni Mungu ndio amekuwa akimfuata binadamu katika historia yote. Ni Kristo ndio alikuja, sio sisi ndio tulienda. Unaona? Hata dhambi haiwezi kukutenga na upendo wa Mungu. Dhambi haiwezi kufukuza Mungu kwako. Haiwezi. Lakini dhambi itakufanya wewe utoroke kutoka kwa Mungu. Basi nikitoroka basi ni hivyo. Unasikia? Nikitoroka itakuwaje? Ndio nakujibu sasa. Sikia. Sasa dhambi Hasa dhambi itakufanya uwe na hiyo shida ya kuweza kuface Mungu. Unaona? Sasa wakati mtu anakuwa na hiyo shida, haimalizi uhusiano wako na baba. Unaona? Wewe ni mwana, si ndio? Ndio nifanya makosa. Ndio nasikia niko guilty. Nasikia sifai kwenda mbele za baba. Unaona? Je, hiyo inanizuia mimi kuwa mwana? Hainizuii. Unasikia? Unasikia hiyo? Nasikia. Hiyo hainizuii kuwa mwana bado. Bado mimi ni mwana. Hata nikifa leo bado mimi ni mwana. Ufalme bado utanipokea kama mwana. Hebu kumbuka mwana mpotevu. Ameenda kule nje, ameishi na nguruwe mpaka anajaribu kula chakula cha nguruwe. Na unajua nguruwe wa Myahudi ni mnyama chafu kabisa. Yaani ukiishi na nguruwe ni kama umekuwa muasi, mtu mchafu kabisa. Haufai hata haufai tena kukaribia watu. Baba yake anasikia mwana anarudi. Alifanya nini? Baba yake alimkimbilia, akampokea na kumbusu na kumrekesha nyumbani. Unasikia? Maana ndio huyu mtoto ndio hata ingawa amekuwa akiishi maisha ya uasi, maana aliasi akatoka akaenda, si ndio? Na kana kuishi maisha machafu na nguruwe, lakini bado baba anampokea. Unasikia? Sasa kufanya dhambi kwetu haiwezi kufanya tupoteze uzima wa milele. Unasikia? Kwanza huu uzima upokea ni uzima wa milele. Sasa niambie, uzima wa milele una mwisho wake gani? Niambie mwisho wa uzima wa milele ni upi? Niambie uzima wa milele mwisho wake uko wapi? Unasikia? Alafu Biblia hii uzima wa milele una mwisho? Hauna mwisho, si ndio? Maana ni uzima wa milele na milele ni milele, haina mwisho. Namba 2, Biblia inasema kwamba vipawa vya Mungu ama karama za Mungu hazina majuto. Yaani Mungu hawezi kukupatia gift leo na kesho atoe. Unasikia? Sasa uzima wa milele ni gift. Unasikia? Unasikia? Unaona? Hapana, Mungu atoi. Unaona? Biblia inasema the wages of sin is death and the gift of God is eternal, which means eternal life is a gift. Unasikia? It is what? It is a gift. Sasa Mungu hawezi ondoa. Narizika kidogo. Unaona? It is a gift. Mungu hawezi ondoa. Hakuna kurudika kidogo. Righteousness is a gift. Unasikia? Mungu amenipea righteousness. Nikiamua nikuwe msharati, hiyo righteousness bado haitoi, bado ni gift. Amenipatia. Nikichukua hii gift niseme Muslimu, nimekubariki na hii gift ya simu. Hiyo simu nikupatia bro. Ukiamua hata uondoe hiyo cover, ukiamua uipake rangi black ama rangi red, ukiamua uiuze, hainihusu, nilishampatia. Unaona? Ukitumia vizuri itakusaidia. Ukiamua uharibu, unaona? Ni wewe umeamua. Ni wewe tu, unaona? Sasa venye Mungu ametupatia hiyo gift ya uzima wa milele, unaona? Mungu haiondoi. Ni wewe ndio utaitumia. Haya, hebu sasa nikujibu na vingine. Biblia inasema mtu ambaye anaweka na usharati na uongo na nini, nasema watu tabia kama hizi hawatarithi nini? Ufalme wa nani? Wa Mungu. Si ndio? Haimaanishi kwamba hawataingia mbinguni. Unaona? Mtakuwa wewe na wewe na wewe na wewe ni baba mmoja. Si ni kweli? Alafu huyo akuwe muasi. Unaona?
Alafu baba ako na urithi anapeana. Akiamua huyu mtoto wangu huyu sitamgawanyia shamba, bado huyu bado mtoto wake, niyo shamba tu ndio hatapata mtoto wake bado. Sasa unasikia kuna kitu hapo nimeshika kidogo. Umeshika urithi. Unaona? Unaweza kosa urithi. Na bado wewe ni mwana. Si ndio sasa. Hiyo ni Thank you so much. Nashukuru. Urakoze. Hiyo kitu